Hello football fans, karibu tena katika channel yetu zinazo trend kitaa. Kutoka mitaa ya vumbi Sao Gonçalo Brazil hadi kwenye taa kali za Santiago Bernabeu. Hii ni hadithi ya kijana aliyekataa kushindwa, aliyekataa kuogopa ndoto yake. Huyu si mwingine ni Vinicius Junior. Jina lake kamili anajulikana kama Vinicius Jose Paixão de Oliveira Junior. Tarehe yake ya kuzaliwa ni tarehe 12 Julai mwaka 2000. Kipaji chake kilionekana mapema sana, akaingia katika akademi ya Flamengo na hapo safari yake ikaanza. Akiwa na miaka 16 tu akaichezea timu ya wakubwa ya Flamengo. Kasi yake, chenga zake, ujasiri wake vilianza kuitikisa Brazili. Lakini dunia ilikuwa inamtazama. Klabu kubwa kabisa duniani, Real Madrid, ikamsajili kwa mamilioni ya euro. Mwanzoni haikuwa rahisi, alikosolewa. Wengine walisema hana umakini wa kufanya mambo wala kufunga. Wengine walimcheka, wengine walimdharau kwa kuamini kwamba ni kijana wa kawaida ambaye ataishia njiani. Lakini Vinicius Junior hakukata tamaa. Alifanya kazi kimya kimya, akajifunza, akaimarika, na siku moja dunia ikanyamaza. Fainali ya UEFA Champions League mwaka 2022, Vinicius Junior, Real Madrid dhidi ya Liverpool FC. Dakika zinapita, pressure juu, halafu goal! Vinicius Junior anafunga bao la ushindi, Real Madrid mabingwa wa Ulaya. Hapo ndipo dunia inamtupia jicho la umakini kabisa Vinicius Junior. Maisha ya awali ya Vinicius Junior. Vinicius Junior alizaliwa katika mji wa Sao Gonçalo, Brazil. Alikulia katika mazingira ya kawaida, akianza kucheza mpira wa miguu mitaani kama watoto wengi wa Brazili. Kipaji chake kilianza kuonekana mapema sana, na wazazi wake walijitahidi kumpeleka kwenye akademia ili kukuza ndoto yake. Akiwa na umri mdogo tu, umri wa miaka 16, akaichezea timu ya wakubwa ya Flamengo. Kasi yake, chenga zake, ujasiri wake ulianza kuitikisa Brazil. Mwanzoni Vinicius Junior hakujikita moja kwa moja kwenye mchezo wa soka la uwanjani. Alianza kucheza futsal, mchezo wa ndani uliomsaidia sana kukuza uwezo wake wa kumiliki mpira kwa karibu, kasi ya kufunga na kufanya maamuzi, chenga za haraka katika nafasi ndogo. Hii ndiyo siri ya ustadi wake mkubwa wa chenga anaoonyesha hadi leo. Akiwa na umri wa miaka 10, alijiunga na akademi ya vijana ya Flamengo, moja ya vilabu vikubwa Brazil. Hapo ndipo kipaji chake kilianza kung'ara rasmi. Alikuwa miongoni mwa wachezaji waliotegemewa katika timu ya vijana ya under 17 na under 15. Mwaka 2017, akiwa na miaka 16, alipandishwa kwenye kikosi cha wakubwa cha Flamengo. Tarehe 13 Mei 2017 alicheza mchezo wake wa kwanza kwenye ligi kuu ya Brazili. Muda mfupi baadaye alianza kufunga mabao muhimu ya kuvutia macho ya vilabu vya Ulaya. Kabla hata ya kujifikisha miaka 18, tayari alikuwa akifuatiliwa na klabu nyingi kubwa barani Ulaya. Kasi yake, ujasiri wake na uwezo wake wa kupenya mabeki ulivifanya vilabu vingi vimtamani Vinicius Junior na aonekane kama nyota wa baadaye wa Brazil. Hivyo kabla ya kwenda Hispania, tayari alikuwa nyota chipukizi wa Brazil. Alikuwa amecheza timu ya taifa ya vijana ya Brazil. Alikuwa ameanza kujijenga na jina kimataifa. Maisha yake nje ya uwanja, kabla ya umaarufu mkubwa, aliishi maisha ya kawaida sana. Alikuwa karibu sana na familia yake. Alikuwa na ndoto moja tu, kucheza Ulaya na kuwa bora duniani. Alikuwa kijana mwenye nidhamu, unyenyekevu na mwenye njaa ya mafanikio. Vinicius Junior pia alicheza under 15 na under 17 katika mashindano ya Amerika Kusini kwa vijana. Alikuwa mmoja wa wachezaji waliotazamwa zaidi. Alisaidia Brazili kushinda ubingwa wa Amerika Kusini kwa vijana wa under 17 mwaka 2017, akionyesha kuwa yeye ni mmoja ya vipaji vikubwa vya kizazi chake.
Akiwa Brazil, Vinicius Junior hakuwa tu kijana mwenye kipaji, alikuwa mradi wa baadaye wa taifa. Alijengwa na Futso, akaimarishwa na Flamengo, akaandaliwa kwa jukwaa la dunia. Safari yake haikuanza Madrid, ilianza kwenye joto la Rio, kwenye viwanja vidogo vya Brazil ambako ndoto yake ilianza kuwa moto. Kusajiliwa kwa Vinicius kwenda Real Madrid. Mwaka 2017 dunia ya soka ilishangazwa na taarifa kwamba Real Madrid wamefikia makubaliano ya kumsajili Vinicius Junior kutoka Flamengo kwa ada ya takriban euro milioni 45. Kilichofanya dili hili liwe la kipekee ni kwamba alikuwa na miaka 16 tu wakati wa makubaliano yanatangazwa. Wakati makubaliano ya Vinicius kwenda Real Madrid yakitangazwa, Vinicius Junior alikuwa na umri wa miaka 16, jambo lililoshangaza mashabiki wengi na wakitaka kujua upekee ni kwa nini mchezaji huyu ameweza kuivutia klabu kubwa kama Real Madrid akiwa katika umri mdogo. Jambo lingine, alikuwa bado hajawa mchezaji wa kudumu katika kikosi cha wakubwa. Vinicius Junior alipandishwa hivi karibuni kupanda katika timu yake ya wakubwa ya Flamengo. Kitu ambacho kilichowashangaza wengi ilikuwa ni namna gani Real Madrid walivyoweza kuvutiwa na mchezaji huyo aliyecheza kwa muda mfupi tu katika kikosi cha wakubwa. Lakini Real Madrid walitazama upekee na kipaji cha Vinicius Junior, jambo lililowavutia mabosi hao wakubwa na klabu kubwa duniani kuweza kumchukua katika umri huo, na wakiwa wameweza kumuona katika kipindi kifupi tu. Alikuwa ni miongoni mwa vijana hali zaidi kusajiliwa katika historia ya soka. Usajili wa Vinicius Junior ulikuwa ni mmoja ya usajili mkubwa kuwahi kutokea katika soka kwa kipindi hicho, ambapo anasajiliwa katika umri wake wa miaka 16. Mkataba ulivyokuwa, makubaliano yalifikiwa mnamo Mei 2017, lakini kwa mujibu wa sheria za FIFA hakuweza kuhamia Ulaya hadi afikishe miaka 18. Hivyo alibaki Flamengo hadi Julai 2018. Baada ya kutimiza miaka 18, alisafiri kwenda Real Madrid na kutambulishwa rasmi kama mchezaji wa klabu hiyo. Kwa nini Real Madrid walimchagua Vinicius Junior? Real Madrid waliona ndani yake kasi ya kipekee, uwezo mkubwa wa kupiga chenga, ujasiri wa kawaida kwa umri wake, uwezekano wa kuwa nyota wa baadaye wa Real Madrid. Walimuona kama mradi wa muda mrefu, si mchezaji wao tu, bali mchezaji wa miaka 5 au 10 zaidi mbele. Mwanzo wake Hispania. Alipoanza maisha Real Madrid, kwanza alichezeshwa pia katika timu ya akiba Real Madrid Castilla. Baadaye akapandishwa kikosi cha kwanza. Alikumbana na changamoto ya lugha, pressure ndani ya ushindani na ushindani mkubwa. Vinicius Junior baada ya maisha ya Spain ndani ya Madrid alikumbana na changamoto ya lugha, kwani mchezaji huyo alikuwa hajui Kispanish, bali alikuwa mchezaji anayeongea lugha ya kwao Brazil. Hivyo alipata changamoto kubwa kwenye mawasiliano. Wengi walimkosoa mwanzoni kwa kukosa utulivu mbele ya lango, lakini taratibu alianza kukomaa na kuwa mchezaji muhimu ndani ya kikosi. Matokeo ya uwekezaji kwa Vinicius Junior. Miaka michache baada ya kusajiliwa, akawa mchezaji wa kikosi cha kwanza. Akafunga bao la ushindi katika fainali ya UEFA Champions League mwaka 2022. Akawa moja ya mawinga hatari zaidi duniani. Real Madrid walichukua hatari kubwa kwa kijana mdogo, na hatari hiyo iligeuka kuwa mafanikio makubwa kwa mchezaji Vinicius Junior pamoja na klabu ya Real Madrid kwa ujumla. Haikuwa hivyo tu, Vinicius Junior alichangia kwenye mafanikio makubwa ya Real Madrid. Akiwa Real Madrid, Vinicius Junior amefanikiwa kushinda mataji ya La Liga, UEFA Champions League, Super Copa de Hispania pamoja na Copa del Rey. Licha ya kasi ya ajabu, uwezo mkubwa wa kupiga chenga, ujasiri wa kukabiliana na mabeki, kufunga na kutengeneza mabao muhimu, Vinicius Junior ni mchezaji anayependa kushambulia moja kwa moja. Mara nyingi huwatesa mabeki kwa mbio, hafla na mabadiliko ya mwelekeo.
Vinicius amekumbana na changamoto nyingi. Safari yake haikukosa vikwazo. Mwanzoni alikosolewa kukosa umakini, pia amewahi kukumbana na matukio ya ubaguzi wa rangi katika baadhi ya viwanja vya Hispania, lakini alisimama imara na kuwa sauti dhidi ya ubaguzi huo. Mbali na mpira wa miguu, Vinicius Junior anajihusisha na shughuli za kijamii na kusaidia watoto maskini nchini Brazil. Anatumia umaarufu wake kuhamasisha vijana kuamini ndoto zao. Kutoka mitaa ya São Gonçalo hadi kuwa nyota wa kimataifa wa Real Madrid, Vinicius Junior ni mfano wa bidii, uvumilivu, kipaji halisi. Akiwa bado kijana, anaendelea kuandika historia yake katika soka la dunia, kuleta matumaini kwa kizazi kipya cha wachezaji wa Brazil. Kabla ya Real Madrid, Vinicius Junior alikuwa ni ndoto inayoanza kuchanua. Alipitia mazingira magumu, alijifunza kupitia futsal, akang'ara na Flamengo na akajitengenezea njia yake mwenyewe, na hapo ndipo safari yake ya kimataifa ilipoanza. Huyo si mwingine ni Vinicius Junior. Usisite kusubscribe katika channel yetu, pia kutufollow katika mitandao ya kijamii kama Instagram na TikTok kwa jina la Zinazo Trend Kitaa. Don't go away, stay with us, chill with us. Ciao, check it out.